Yaani hatuishi kuomba. Hatua ya pili, kufanyia kazi unachokiomba ni kuanza kutafuta unachokiomba. Mfano, Mungu ninaomba kazi. Mungu ninaomba, hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kubeba vyeti vyako, kutembea ofisi hadi, sinaweka vizuri? Ukiomba peke yake kupata kazi, upate kazi, lazima uanze kutafuta kazi. Hizi ni formula za kiroho, ni mifumo ya kiroho. Sasa wewe unategemea ukiomba hapa, umemaliza hapa, haufikia hatua nyingine ya kuanza kufanyia kazi unachokiomba. Kama ulikuwa unamuomba Mungu akusaidie upate mtaji, nikupe siri leo. Maombi ya kupata mtaji yatakusaidia kwenye ulimwengu wa roho, lakini kwenye ulimwengu wa mwili mtaji unaupataje? Katika kichwa chako wewe, angalia ni watu gani ambao wanazo pesa. Sina naeleka vizuri? Alafu ukifanya yale maombi, sema kwa jina Yesu, Mungu nitakapompigia huyu mtu simu nikimwambia habari ya mtaji, asinizuilie. Wewe unaamini kwamba nikisema unaenda kupokea mtaji ndo utakuja? Hauji. Yaani hauji. Nikisema Mungu anaenda kukupa mtu, anaenda kukupa hela ya mtaji, huyo mtu aji mpaka wewe umechukua hatua. Yaani hivi hamna kitu kinatokea. Mungu anahitaji pia mchakato wa wewe ambao unaufanya baada ya kumaliza kuomba. Sasa unajua mtumishi ameshasema mimi naenda kuolewa, maskini ya Mungu. Wewe utazeeka. Yaani wewe utazeeka, kwa sababu lazima kwenye mambo ya kiroho ufanyie kazi. Ufanyie nini? Kuna siku moja kuna fundisha hapa imani inayoleta matokeo.